asifiwe. Niko na mtumishi wa Mungu hapa, mtumishi wa Mungu Isaya. Mungu bariki sana Isaya. Amina. Mungu akubariki. Amen. Tunatamani watazamaji wasikie kile ambacho kwa habari ya Yusufu alipokuwa gerezani, kwa maana watu wapita matatizo, shida na wanamjua Mungu. Maana Yusufu katika kitabu cha Mwanzo sura 39 na mstari wa 21 Biblia inasema, lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu, akamfadhili, akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. Tunaona Yusufu mtumishi wa Mungu alikuwa gerezani, alitafsiria ndoto watu wawili. Hem, tuelezee. Yusufu kwanza, Yusufu ni mtu ambaye alikuwa amepata kibali kwa mkuu wa gereza na wafungwa wote. Alipokuwa pale gerezani, alipokuwa sio wakuu wawili, aliweza kuwatafsiria ndoto kwamba mwingine kamtafsiria ndoto ya kwamba baada ya siku chache itakuwa hivi, baada ya siku chache itakuwa hivi. Kwa kwamba alijihusisha vizuri na wale wafungwa, alitengeneza ile karibu, akaweza kuhusisha maisha yake kwa ajili ya wengine. Kwa hiyo alitengeneza ule karibu, ule uhusiano mzuri na watu. Kumbe mtu wa Mungu atakao unapata changamoto, watakuwa jihusishe na watu. Kwa maana ya mkini baraka yako iko kwa watu wengine, ama mafanikio yako yapo kwa mtu fulani. Mtumishi wa Mungu mbariki sana ambao tufuatilia, kama ambavyo mtumishi wa Mungu Isaya amesukumwa na Mungu kuongea na sisi leo kwamba hata kama una changamoto kama kina Yusufu, jihusishe na watu. Kwa maana Mungu watumia watu, kama ni fedha, ni uchumi, elimu, Mungu watumia watu. Neno la mwisho mtumishi wa Mungu. Nataka niambie kwamba jihusishe na watu ili uweze kupata vitu. Unaona? Hata wasema kwamba ishi na watu vizuri, unae viatu. Unaona? Jihusishe na watu. Amen. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Ninawapenda watumishi wa Mungu wote. Yesu ni mwema na Yesu anataka watu wawe karibu na watu. Barikiwa na Yesu akupenda. Amen. Amen.